Mathayo sura ya 23. Kisha Yesu akauambia umati wa watu pamoja na wanafunzi wake, Waalimu wa sheria na Mafarisayo wana mamlaka ya kufafanua sheria ya Mose. Kwa hiyo shikeni na kutekeleza chochote watakachowaambieni. Lakini msiyaige matendo yao, maana hawatekelezi yale wanayoyahubiri. Hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani, lakini wao wenyewe hawataki kunyosha hata kidole wapate kuibeba. Wao hufanya matendo yao yote ili watu wawaone. Huvaa tepe zenye maandishi ya sheria juu ya panda la uso na mikononi, na hupanua pindo za makoti yao. Hupenda nafasi za heshima katika karamu na viti vya heshima katika masunagogi. Hupenda kusalimiwa kwa heshima sokoni na kupendelea kuitwa na watu mwalimu. Lakini nyinyi msiitwe kamwe mwalimu, maana mwalimu wenu ni mmoja tu, nanyi nyote ni ndugu. Wala msimuite mtu yeyote baba hapa duniani, maana baba yenu ni mmoja tu, aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja tu, ndiye Kristo. Aliye mkubwa miongoni mwenu ni lazima awe mtumishi wenu. Anayejikweza atashushwa, na anayejishusha atakwezwa. Ole wenu, waalimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnaofunga mlango wa ufalme wa mbinguni mbele ya macho ya watu. Nyinyi wenyewe hamuingii ndani, wala hamwaruhusu wanaotaka kuingia waingie. Ole wenu, waalimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnasafiri baharini na nchi kavu ili kumpata mtu mmoja afuate dini yenu. Mnapompata, mnamfanya astahili maradufu kwenda katika moto wa jehanamu kuliko nyinyi wenyewe. Ole wenu, viongozi vipofu! Nyinyi mwasema ati mtu akiapa kwa hekalu, kiapo hicho si kitu. Lakini akiapa kwa dhahabu ya hekalu, kiapo hicho kinamshika. Enyi vipofu wapumbavu! Kipi kilicho cha maana zaidi, dhahabu au hekalu linalofanya hiyo dhahabu kuwa takatifu? Tena mwasema ati mtu akiapa kwa madhabahu si kitu. Lakini akiapa kwa zawadi iliyowekwa juu ya madhabahu, kiapo hicho humshika. Enyi vipofu! Ni kipi kilicho cha maana zaidi, ile zawadi au madhabahu ambayo hufanya hiyo zawadi kuwa takatifu? Anayeapa kwa madhabahu ameapa kwa hiyo madhabahu na kwa chochote kilichowekwa juu yake. Na anayeapa kwa hekalu ameapa kwa hilo hekalu na pia kwa yule akaaye ndani yake. Na anayeapa kwa mbingu ameapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa huyo aketie juu yake. Ole wenu, waalimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnatoza watu zaka hata juu ya majani yenye harufu nzuri, bizari na jira, na huku mnaacha mambo muhimu ya sheria kama vile haki, huruma na imani. Haya ndiyo hasa mliopaswa kuyazingatia, bila kusahau yale mengine. Mnatoa inzi katika kinywaji, lakini mnameza ngamia. Ole wenu, waalimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnasafisha kikombe na bakuli kwa nje, lakini ndani mnaacha kumejaa vitu mlivyopata kwa unyang'anyi na uchoyo. Mfarisayo kipofu! Kisafishe kikombe ndani kwanza, na nje kutakuwa safi pia. Ole wenu, waalimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mko kama makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, lakini ndani yamejaa mifupa ya maiti na kila namna ya uchafu. Hali kadhalika, nyinyi mnaonekana na watu kwa nje kuwa wema, lakini kwa ndani mmejaa unafiki na uovu. Ole wenu, waalimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki! Mnajenga makaburi ya manabii na kuyapamba makaburi ya watu wema. Mwasema, kama sisi tungaliishi nyakati za wazee wetu, hatungalishirikiana nao katika mauaji ya manabii. Hivyo mnathibitisha nyinyi wenyewe kwamba nyinyi ni watoto wa watu waliowaua manabii.
Haya, kamilisheni ile kazi wazee wenu walioianza. Enyi kizazi cha nyoka wenye sumu, mnawezaje kuiepa hukumu ya moto wa jehanamu? Ndiyo maana mimi ninawapelekea nyinyi manabii, watu wenye hekima na waalimu. Mtawaua na kuwasulubisha baadhi yao, na wengine mtawapiga viboko katika masunagogi yenu na kuwasaka katika kila mji. Hivyo lawama yote itawapateni kwa ajili ya damu yote ya watu wema iliyomwagwa juu ya ardhi. Naam, tangu kumwagwa damu ya Abeli ambaye hakuwa na hatia, mpaka ile ya Zakaria mwana wa Barakia ambaye mlimuua hekaluni kati ya patakatifu na madhabahu. Na waambieni kweli, kizazi hiki kitapata adhabu kwa sababu ya mambo haya. Yerusalemu, Yerusalemu, unawaua manabii na kuwapiga mawe wale waliotumwa kwako. Mara ngapi nimejaribu kuwakusanya watoto wako kwangu, kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hukutaka. Haya basi, nyumba yako itaachwa mahame. Nakwambia, hutaniona tena mpaka wakati utakaposema, abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana.